nimenyeshewa na mvua ya baraka. Oh, nimenyeshewa na mvua ya baraka. Bwana asifiwe. Habari ya wakati huu, natumaini uko vizuri na unaendelea vema kabisa. Naitwa Polu, ni vocal trainer kutokea Dodoma, Tanzania. Yaani mwalimu wa masuala ya uimbaji. Kwa neema ya Kristo nipo kwenye eneo hili nikishia maarifa na uimbaji wengine mbalimbali ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Sasa leo hii nimefika hapa kujibu maswali 10 ambayo yako mezani kwangu. Niko na maswali 10, nataka nijibu maswali haya 10. Na naomba niwe pamoja na mwanzo mpaka mwisho, na ninatumaini kupitia maswali haya kuna kitu utapata cha kujifunza pia. Naomba nijibu swali moja baada ya jingine. Nikianza na swali hili hapa. Naulizwa, tuzo yako ya mwimbaji bora wa gospel utampa nani? Tuzo yangu ya mwimbaji bora wa gospel nitampatia mama yangu, kwa sababu ni moja kati ya watu muhimu sana katika maisha yangu. Haya, tuambie swali langu la pili. Swali linalofuata nasema, tuambie Polu ni mtu wa aina gani nje ya madhabahu? Nje ya madhabahu, Polu ni mcheshi, mtu wa watu, mstaarabu, story, napenda ucheshi, napenda kufurahi na watu, lakini pia napenda kufanya mazoezi. Kwa hiyo nje ya madhabahu utanikuta nikifanya mazoezi ya mpira wa miguu, wakati mwingine na nyingine mazoezi huko kwenye kutafuta kuongeza wigo wa pumzi. Haya, niliende swali jingine hapa, linasema ushauri gani bora sana wa huduma umewahi kupewa? Moja kati ya ushauri bora wa huduma nimewahi kupewa ni, nakumbuka mtumishi mmoja aliwahi kunishauri, akaniambia ukitaka kufanikiwa kwenye eneo lako la utumishi huu ambao umepewa, basi usitangulize fedha mbele. Yaani cha kufanya, tangulize Mungu mbele kwenye kila kitu ambacho unafanya, usitangulize fedha mbele. Na ndivyo utakapofanikiwa sana. Niliende swali jingine. Oh my God. Naulizwa, unaoa lini? Una mchumba? Vitu gani unazingatia unapotafuta mchumba? Mimi kuwa sina siku nyingi sana kuelekea huko. Kuhusu una mchumba kwa official kabisa bado kwa sasa, lakini ninatazamia. Kwa hiyo rafiki ni naye. Vitu gani unazingatia unapotafuta mchumba? Jambo la kwanza, hofu ya Mungu. Kwa maana huyu mtu inapaswa awe anamfahamu Kristo na amezaliwa kwa mara ya pili. Awe na hofu ya Mungu, awe mchaji. Lakini pia awe anatambua na kuitambua nafasi yake, awe anajitambua na anatambua nafasi yake kwa ufalme wa Mungu. Na jambo la mwisho ambalo ninazingatia ni upendo. Basi mtu kama huyo mimi kwenda naye katika safari ya maisha anifaa sana. Anasema, kwa nini vijana wa sasa mnachelewa kuoa? Haya maswali yamefuatana. Kwa nini vijana wa sasa mnachelewa kuoa? Na mimi kiwepo, mimi sijachelewa. Lakini nafikiri kwenye hili swali ziko sababu mbalimbali. Na kati ya sababu ninazozifahamu, sababu ya kwanza naweza kusema ni uchumi. Vijana wengi kutokuwa na uchumi imara, wengine wanachelewa kuoa kwa sababu hiyo. Lakini pia wengine wanachelewa kuoa kwa sababu ya hofu, kulingana na mazingira ambayo tuko nayo. Mazingira yabadilika, kumekuwa kuna vitu vingi sana na changamoto za kimaadili. Kwa hiyo nafikiri wengine pia wanahofia kuoa, lakini wengine wana sababu tofauti na hizi ambazo ninazisema hapa. Inawezekana wewe pia umechelewa kuoa kwa sababu zako binafsi. Ile swali jingine naulizwa hapa, ikitokea ikitokea binti amekutongoza na anataka kuwa na wewe maishani, utakubali? Hili swali naulizwa, ikitokea binti amekutongoza na anataka kuwa na wewe maishani, utakubali? Kwa kweli kwa nilipofikia hapa hawezi kupata hiyo nafasi. Hawezi kupata nafasi, kwa kama kuna mwingine unatazamia ukae mbali. Haya, nilieleza swali jingine hapa. Anauliza, unadhani ni sawa kwa mwimbaji kuweka dau anapoalikwa kwenye huduma? Unadhani ni sawa kwa mwimbaji kuweka dau anapoalikwa kwenye huduma? Binafsi yangu naona si sawa kuweka dau, kwamba mimi bila kiasi kadhaa, mimi bila 5,000 siji.
mimi po bila 6,000 siji, hapana, haifai, hii si sawa. Basi usiweke mipaka unapotaka kumtumikia Mungu na unapotaka kupiga hatua kwenye hilo eneo. Haya, niliendea swali jingine. Nauliza, umeshawahi kuwa na addiction yoyote? Uliweza kushinda addiction? Kiswahili addiction. Umeshawahi kuwa na addiction yoyote? Uliwezaje kushinda? Kuwa nayo kiukweli niliwahi kuwa nayo. Na namna ambavyo nilishinda ni msaada wa Mungu tu. Namna ya nguvu ya mwanadamu inaweza kusaidia kutoka kwenye hayo mambo. Kwenye ni kulevya. Something like that. Addiction. Hivyo. Lakini nilipata msaada Mungu mwenyewe. Niliomba na kubadilisha lifestyle. Vile ambavyo nilikuwa naishi, nikaanza kubadilisha aina ya tabia ambazo nilikuwa nazo. Nikabidi nitengane na baadhi ya mambo ambayo yananifanya niwe karibu na haya ambayo yananiletea hayo madhara. Na of course nahitaji pia msaada wa Mungu. Kwa hiyo kwa kuomba pia niliweza kuvuka kwenye hayo mambo. Haya, naulizwa hapa swali, role model wako ni nani na kwa nini? Binafsi na watu wengi naojifunza kwao, wengi sana, na watu wengi, lakini kwa mtu ambaye naweza nikamtaja hapa, wa kwanza ni Dr. Ipiana. Naulizwa kwa nini? Ni yeye. Kwa sababu ya vile ambavyo anaendelea kupambania na anaendelea kupambana kwenye ufalme wa Mungu kwa habari ya kile ambacho amepewa. Ni mmoja kati ya watu ambao waliamua kuacha kazi na akaenda kujikita kwenye yale ambayo Mungu amempatia aweze kuyafanya. Kwa hiyo ni yeye, kwa sababu pia kuna namna ananifanya nijifunze na kuelewa kuwa nina kila sababu ya kupambana kwa nguvu zangu zote kuhakikisha kile kitu Mungu ameweka ndani yangu kinakuwa. Niliende swali la mwisho. Anasema, ni changamoto gani uliyokutana nayo ikataka kukufanya uache huduma? Changamoto gani uliyokutana nayo ikataka kukufanya uache huduma? Moja kati ya changamoto ambayo niliyokutana nayo na ikanipatia shida sana, ni wakati ambao niliamua sasa kwa moyo wangu kwamba sasa ninataka kupambania kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Ninataka kupigania ndoto na maono ambayo niko nayo. Nikabidi niache baadhi ya mambo, niache vitu ambavyo nilikuwa nahangaika navyo sana, ili kile ambacho niko nacho kiweze kuchipua, kile ambacho niko nacho kiweze kufanyika. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo nilikutana nayo hapo sasa kwa wakati huo ni uchumi. Uchumi uliyumba sana kwa sababu sikuwa na mahali ambapo para nifanye nipate hizo noti ndogo ambazo zitanisaidia kusukuma maisha. So nilipata changamoto kubwa kwenye hilo eneo, na of course ilikuwa ngumu pia watu kuniamini na kunipa nafasi kwa ajili ya kile ambacho tayari niko nacho na nakisikia ndani yangu. Kwa hiyo nilikutana na changamoto hiyo na kiukweli iliniumbisha. Lakini sikutamani kuacha huduma kwenye hilo eneo. Iliniumbisha na ilinipa shida of course, lakini namshukuru Mungu mpaka sasa yeye ni Ebeneza. Na hili ndilo swali la mwisho. So natumaini kuna kitu cha thamani ambacho utakuwa umekipata. Na kwa hiyo ambaye ni mgeni mahali hapa, tafadhali usiache kusubscribe, tukuungana na maelfu wengine tuendelee kujifunza na kupokea maarifa mbalimbali kuhusu uimbaji. So kwa leo maswali haya 10 ni haya. Mungu akubarikini sana. Muwe na wakati mnono. Asante.